Hi my good and amazing family, welcome back in the house. This is Judy Super Official, and of course this is your vibing show number one, Life ni Hustle. My name is CK aka Judy Super. I gotta say good morning, good afternoon, good evening. It depends on the time that you're watching this content and where you are watching it from. First of all, I want to thank all the returning subscribers for always coming back. I usually tell you guys, siezi wasahau, because you have been a great support to us, by the way. And also, if you're new here, kindly consider subscribing and hitting notification bell. Now, Ambianga, Life ni Hustle episode, they are one of the episodes that or show that you are not supposed to miss. Ata kwa madawa. So guys, I'm recording this video live from Saudi, Riyadh. And first of all, I'm sorry because I never did this intro in Qatar when I was leaving, because actually I left very early in the morning. It was 4 o'clock and zilikuwa zile mbio mbio harakati, understand? So alafu nikakuja kama nimechoka, and then I was like, sina space, sipewi space ya kurecord. Actually saizi nimetoroka, ni asubuhi na nimetoka nikakuja na huku nje kurecord, because I was like, how can I post a video without intro? So guys, as venye nimekuwa nikiwa prepare that we are traveling to Saudi, tuko na event huku starting from date 26 maybe until date 5 of January. Tulichagua kukuja na gari, you know, also for exploration instead of kutumia air, I mean ndege. All right, so we had a good time. We traveled 4 people, me, manager wangu, and two of my colleagues. And let me say that mtajionea, the journey was awesome, was amazing. Well, lakini I'm not used to travel those long hours. I used to do it when I was back in Kenya. Maybe that is from maybe Nairobi to Mombasa, Nanyuki to Mombasa, but this one, what? Tulitoka Qatar 4 AM and tulikuwa tunafika Riyadh 12:30 in the afternoon. So nitawekea hizo video hapo, and thank you so much for always supporting us. So I'll keep you posted, by the way. Nitakuwa nikiwa nikiona kitu lakini kuna places zingine naogopa manze kufanya video. You know, ukiwa na kinara hapo anakuambia hapana, kwanza usichukue, tunafanya kazi. So nilikuwa nimetoka kuendea nikakutumia kupaint. Sijui what gun, I don't know. So tulikuwa tumetumana, ikaletwa, nikapata chance ya kuja kufanya hii intro. So I'm in the streets of Riyadh. Alafu nashangaa kitu moja. Kwani Wakenya wenye wanakuaga Riyadh wanakuanga wapi? Because yesterday and the previous day nimekuwa nikiwalk all along these streets za Riyadh. Sijapata hata na Mkenya mmoja, hata mmoja. Mniambie kwenye mnakuwa mmejificha. So, let's go guys. God bless. So guys, this is how our journey started. It was early in the morning, around 4 AM in the morning, as I told you earlier, and walichelewa kunipika because tulikuwa tumepangana na wao wakuja wanipika around 3:30. Wakaenda kukuja saa 10. So that's why sikuweza hata kuchukua video from the word go, like tukipanga kwa gari and all the stuff, cause niliingia haraka twende. So don't mind our windscreen. Gari yetu tulikuwa tumeosha but kukanyesha, sio ni barabara, unaona maji bado zimejaa kila pahali, and I was just recording like I was so nervous. I was like, oh my god, I can't just wait to land in Saudi Arabia, yenye nasikianga tu, and it's just a neighboring country. So ndio huyo sisi tumeenda pale, tukaona ka petrol station, nikaambia kinara wangu, nikamwambia hey, hatuwezi enda kama hatujakunywa hata chai, tuingie pale tuangalie at least kama tunaweza pata kitu tunaweza kunywa. Huku maji bado imetapakaa kwa barabara, because you know Qatar kuna kwa gaveli flat, na maji kukinyesha maji sijui inaenda bona haiendangi to an extent mpaka unapatanga ma exhaust zikitoa maji kwa barabara. So ndio sisi hao tukaingia hapa. So we are just looking for maybe a cafe or something that we can buy a cup of coffee. Ndio sisi hao tukaona, nikamwambia bas hapa tumeangukia, tuingie hapa kuwezi kosa. Hata tukikosa afadhali tu tuchukue maji, kwa sababu tulikuwa tuna travel for long hours, na hata hatukuwa tumejipanga the previous day. Ndio sisi tukaingia hapa, nikaambia hey, hapa kuna Starbucks, tuingieni hapa tukunywe chai, tununue chai. So those are my 2 colleagues, ndio hapa wanajibamba, hata wamefurahi by the way for the journey. Yangu nishaekewa kako hapo, ndo nakunywa pole. And that was it. Ndio hiyo sasa kinara wangu akaniambia mimi nataka the pickup. Nikamwambia ni sawa mkubwa.
ndio sasa yake inaprepare hapo. Bado mimi najaribu kuzungusha kamera hapa na pale, nione at least ni nini naweza capture haraka. Sasa hapa nilikuwa naangalia some snacks that I can take. Kumbe bosi yangu ashachukua na ananiita kwa counter. So kuja kwa counter bado nilikuwa nachukua video zangu na uoga, kwa sababu kuna place unaweza chukua kwambia hatuchukuagi kamera, hatuchukuagi video. Ndio sisi tukalipa hapo, ndio hapo niko na kabil ka chai na chai yangu iko hapo, nikalipa hizi bills, sijui ilikuja around 70 real or something. Nikabia kijana wangu nikamwambia kuja tuchukue video, akaniambia songa huko. He was very happy and the journey went on. Tukaendelea. Sasa tuko na snacks zetu, tuko na kahawa na tuko na maji na we have other some snacks here and there, kwa sababu we had, I think tulikuwa tunaenda safari ya about 7 hours or so. So hapa tukakaribia kufika border. So from the Qatar side we had to sign out. Ndio sisi hao tunakaribia sasa ni kuprepare documents. Hapa nimeshika visa ya bosi wangu. Ndio sisi tukamaliziwa hapo haraka hata tukukaa by the because it was early in the morning, so hakukuwa na line, so watu wengi hakukuwa na watu wana travel that time. So tunimaliziwa haraka, tukapewa gate pass iko hapo fulani. Ndio sisi hao tunaelekea. So mimi nikifikiria tumemaliza wapi? Kule mbele kumbe kuna gate nyingine bado tunafaa tu sign in, to check in. Ndio sisi hao tukaenda tukafika hapa. Huku kote nachukua tu video na kinara wangu ananiambia haufai kuchukua video hii place. Na mimi ni nani? Mimi lazima nitachukua. Namwambia I want to walk together with my people. Nyinyi ni watu wa maana sana. So tukufika hapa tena tukaitishwa passport. Ndio hiyo passport yangu na visa kangu pia na ID. So ndio tumaliziwe hapa tuonekane kwamba tunaenda Saudi ina halali way. Nikawaonyesha kiatu yangu venye nimevalia. Mimi ni msi wa kutravel. So kutoka hapo mimi nikafikiria tumemaliza wapi? Sasa ndo tunaingia Saudi. So hiyo tulikuwa boda ya Qatar. Hapo tumemaliziwa. Sasa tunaenda kwa boda ya Saudi, ambayo sasa hapa tulibidi mpaka tuende hapa tukachukuliwe fingerprints. Hiyo makaratasi zetu bado. Hapa ni kuwalk na makaratasi hapa kule tumemaliziwa. Then hapa tukaambiwa tutoe kila kitu chini ndio mbwa inusie, inaitango aje for check up. Tulitoa vitu zote kwa gari, ndio hizo tumezipanga hapo, our bags, maji zetu na vitu zingine tulikuwa tumebeba hapo na boxes, still our equipments. Hapa nikatoroka nikaenda choo. Kakijana kangu kanifuata, ndio yao sisi tunachukua video haraka ndio turudi kwa gari. Tukionekana tutabwekewa. Sasa ndio sisi hao sasa tuko inside Saudi Arabia. Tunaona kukiwa kusupu. Acha tuendaende muone mbele venye kuna kaa. So tulikuwa tunafikiria tutaenda all the way through, kukiwa kabarabara kakiwa hivi, kukiwa na hizo two palm trees on the roadside and all the stuff, you know. Literally we came to realize that yaliyodwele sipite. Ndio sisi. So it was early in the morning, it was around 7 o'clock in the morning. So kwa gari tu tunaendelea tuna vibes zetu. Ndio sisi hao bado I was just recording. So nilikuwa naika simu chini alafu na record na choka nilikuwa tu nachukua kila kitu, anything like any landmark nikipata place fulani lazima ningechukua. Yes, ndio sisi hao. Sasa kufika hii gari yetu tulikuwa tumeka music. Sikiza. Say hi to my blog. Hey, so hapo kina langu alikuwa ananiambia say hi to my, hata sijui kama alisema blog ama alisema tuhu. Angalia barabara venye imenyooka. Place yenyewe ni desert, my friend. It's called Saudi Arabia. I think most part of Saudi Arabia inakuwa desert. Okay, initially it was a desert, like watu wakaifanya ikuwe place ya kukaa watu place ya watu wanaweza kaa, because let me tell you the whole place is desert. I mean it. Kwa gari sasa kinara wangu hapo nika music pole ka music, at least usiboeke, kwa sababu vijana wangu pale nyuma ni kama wanataka kulala, you can see. Na mimi ni nani, nikasema twendete.
lazima video lazima aonekane na lazima video iendelee. After ka music kidogo bado mimi naendelea kurecord. Hii ni mamilima, I think it's like Kidasad, kwa sababu hata kuna place tulipata masand dunes kwa barabara mpaka zinatolewa na nini na matiga zinatolewa kwa sababu zinaweza funika barabara. So hii place nakwambia ni jangwani, and this was the first time mimi kuona stima ikiwa imepitia juu, because Qatar hakusijawahi ona waya ya stima ikiwa imepita juu. Sasa hapa nikasikia njaa itaniua, nikarudi kwa mfuko nikatoa some snacks, tukiendelea bado na safari. Angalia hii barabara actually, okay, kulikuwa na tumagari tudogo hapa pale, lakini most of the cars zilikuwa kwa hii barabara zilikuwa trailers na maroli kubwa. As you can see, tukaona ka petrol station kingine hapa, nikamwambia wewe, hebu kwanza simama hapo watu wateme mate. Tukaingia hapa at least kwa petrol station, tukakaa like 10 minutes hivi, alafu tukaendelea bado na safari yetu, ambayo nakuambia nilikuwa nauliza sahi at this moment mpaka nilikuwa nimechoka, because as I told you earlier, mimi sijazoea masafa marefu. Alafu huku kwa hii desert kulikuwa na nyumba tunakaa kama tu vijiji, so I literally never understood ni twa nini ama bona wanakaa huku. So I was like, wanatoa maji wapi or some of the stuffs, but because it's a developed country, why not? All services I think they are there. Ndio sisi hao sasa. On the way ilibidi mimi nimelala, kuamka napata tushafika Saudi, tushafika Riyadh, lakini hapa huku ni kwenye trailer zetu zilikuja. Venye nimemwambia hatuko tukuje hii siku, tulikuwa tukuje 25. But tukaambiwa stuff zetu zingine zimeharibika, so we had to come earlier enough so that at least we can do some repair hapa na pale kwenye zimeharibika. And let me tell you, it was true, zimeharibika kwa sababu the trailer drivers never cared whatever they are carrying, so waliziachilia, wengine wamezifunuanisha. So wao sijui walikuwa wamefunuanisha wakifanya nini. Nakwambia hapa ni repair after repair. Zimeharibika zingine. Alafu ile paint tulipaka ile niliwaonyesha ya mwisho ya fire resistant haifai kunyeshewa ama haifai kumwagiliwa maji. So hizi vitu zote zinakaa white, zimebadilisha rangi. It's like they have never been worked on. So I was like, oh my god, where should we start? Alafu sasa nikakuja kwa ingine. Hapa hii ni dirisha inakuanga kwa mlango ingine fulani. So hiyo inayo imecrack. Hiyo nayo itabidi to replace ingine mpya. We have to do repair proper. Hapa sasa ni kujitungumania, ni kufanya kasi. Na ndio imetuleta huku of course. So hii area nasikia ikiitwa Industrial Sanaya 2. Yes, ndio sisi hao. Mimi tukamaliza kuangalia, nikaambia Kinara, siku ya kwanza tulikuwa kwa sababu tumechoka kwa kutravel, twende tukatafuta place at least tukunywe kachai na tukule, twende tu relax, alafu kesho turaukie kazi. Ndio sisi hao bado tunaenda kuangalia place tunaweza kula. At the end of the day tukagukia ka restaurant kalikuwa hapa ndiko hako. So it's now to taste the Saudi food. Hata kama tu ni zenye tu tumezoea kina biriani and all the stuff. Sasa hapa tunagoja chakula, tushapiga order na nazungusha ka kamera hapa kuangalia huu mtaa, labda nikipost kuna mtu anajua hii area Sanaya 2. I was surprised enough kwa sababu hata Qatar kuna Sanaya place kunaitwa Sanaya. So hapa chakula order ya kwanza ikafika, tulikuwa tumeitisha kimkate na veg. So hizi veg nazo zimejaa mafuta. Kama mtu kangu bado kananiambia, wewe nichukue picha, namwambia ni sawa. Finally ndio biriani yangu ikafika. Sasa it looks nice by the way. Angalia. It's a chicken biryani, lakini ilikuwa very spicy na ilikuwa na a lot of chili. So nilikula kidogo nikasikia at least nimeguza pesa za Saudi, na nimemaliza kulipa bill. Sasa hapa nikabeba bishti yangu nikamwambia, hebu nichukue ka video hapa nikikunywa kachai nikiteremsha tukiendaga kwenye tunaenda. Sasa hapa niko Saudi, huku si Qatar. Kutoka hapo tukachukua gari, sasa ni kuelekea kwenye our accommodation, kwenye sasa tulikuwa tumechukua room. Sasa ndo hapo sisi tunakuja. At this moment mimi bado nimechangamka, hata kama nimechoka kwa kutravel, even if I was not driving. So ndio sisi hao bado tunaendelea. Actually, have you ever realized that ukienda safari refu hata kama hudrive mtu huchoka juu ya kuketi? I have never understood what this really means. So ndio sisi hao tumefika kwa hoteli yetu. Okay, in between kuna place nisi kuchukua video kwa sababu tulikuwa tunaongea na Kinara, tunapanga nini.
So huyu jamaa alinichukulia mizigo yangu na troli, nikapewa room number 206. So ndio ananipeleka kunionyesha kwenye room iko. Kufika hapa kwa mlango mimi nafungua na hii kadi, mara ya kwanza inakataa ni kama hainijui. Then later on nikamanage, nikaingia, nikafungua mlango and kutafuta penye nitasimamisha hii, nitaweka hii kadi kwa socket so at least ndio stima ziwake, and sisi hao stima ikawaka. And let me tell you man, the room was awesome, it's nice, well furnished. Kitanda nayo ni ile master. Alafu kidogo hapa nikaona kakio, nikasema hebu nikuje hapa niangalie kwa kio na nionyeshe watu simu zenye tunatumia. Anyway, just kidding. Ndio sasa mimi nikatoka hapo, and this time round ni usiku, tukaenda kuangalia kitu tunaweza kula. Nisha change na nikasema leo tukule pizza at least jioni, because tumekula late lunch of course. So huyu msee anachukua ni one of my colleague, hakulagi nyama, anakulaga veg, and that is how our day ended, our first day in Saudi ended. So as far as niko Saudi, I'll continue updating you guys. See you in the next video. Thank you so much for watching.